Luke chapter 5 verse 1 to 5. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simeon's, and prayed him that he would thrust out a little from the rod. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simeon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simeon answering and said unto him, we have stored all the nets, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Amen. At thy word. Kwa neno lako, Simeoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. At thy word, kwa neno lako. Hapo tunaangalia katika Jumapili, tunaona kwamba wanafunzi walikuwa, ama Simeoni walikuwa wanavua samaki usiku mzima na hawajapata kitu. Na sasa imefika wakati sasa ni nyavu zao wanaosha waekee nyumbani. Na sasa hapo tunaona tokeo kitokea. Yesu akitokea anachukua vyombo vyao vya vyombo vya kutegea samaki, anawaomba vyombo baada ya kuhubiri na kupisha watu. Baada ya hiyo watu sikia neno, Simeoni anaambiwa kwamba sasa toa hizo vyombo usipeleke huko Kidini. Na yeye na akaambiwa uweke kwa maji kwa chini kwa Kidini. Simeoni anamwambia kwamba tumeshinda usiku mzima hatujapata kitu, lakini kwa neno lako, amen, kwa neno lako ambao umetuambia tuweke huko chini, tutaweka tu kwa neno lako. Tunatii hilo neno lako. Sio kwamba hatuchukua huko. Tulikuwa huko na tumeona kwamba hakuna. Lakini kwa sababu umetuambia tuweke, hatutapishana na wewe. Tuamini neno lako. Neno lako halifanye nini? Turushe. Na wakati waliporusha, amen, basi mstari wa 6, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Amen. Wamefanya hivyo, sasa walipata samaki nyingi. Kwa nini? Kwa kutii neno la Mungu tu. Imagine umekuwa mahali ukivua samaki, umetafuta hakuna, umekosa hata utapata moja. Mtu amekuja tu amekwambia sasa ndio hiyo nyavu zako urushe kwa Kidini. Na wewe unajua umeshinda huko. Hata kinyata. Amen. Lakini walisema kwa neno lako. Na kuna jambo tuliangalia tukaona ya kwamba kitu ya kwanza Yesu aliomba vyombo vyao. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simeoni,
mtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Bwana amekuja amekuta chombo kimewekwa nini? Kimewekwa huko kandoni. Na ameingia na amemwambia Simeoni, songeza hiki huko pwani. Akaketi. Akawapisha makutano chomboni. Alimuitisha tu. Anaingia chomboni na anamwambia huko watu. Anafundisha watu na pia kwa sababu ya kutii kwa Simeoni. Tunaona ya kwamba Mungu akikwazima kitu chochote, akikuomba kitu mpatie hata na baada ya kuomba kwa mpatie Yesu amrejesha maradufu hata zaidi, kwa sababu tunaona ya kwamba nimwambia sogeza uwe sasa, kwa sababu umenitii umenipatia ndio chako, wacha na mimi chako rusha huko. Akaenda kwa samaki mingi, samaki wengi, ilikuwa karibu ya zao ziliazuke mpaka tunamwona akiwafugia mikono washirika wao. Walikuwa katika chombo baada ya kuwasaidia, wakaja wakazijaza vyote viwili hadi katika kuzama. Simeoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Yesu alimwambia namna gani? Yesu akamwambia Simeoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Now, Jesus never borrows nothing unless he pays you back. Yesu hawapi kitu chochote mpaka atakapokurejeshea. He pays you back double for what he uses. Anakurejeshea maradufu kwa kile chochote ambacho ametukitumia. Mungu akikuomba jambo ama akikuomba kitu, anarejesha maradufu. If you have got a little faith, let him have it. Kama uko na imani kidogo, wacha na yeye awe na hiyo imani. Mpatie hiyo imani. Kwa muda kidogo, he will make it great. Ataifanya hiyo imani yako iwe kuu. Kama yule kijana tulioangalia wakati Yesu alipokuwa anafundisha na makutano wakawa wanafunzi wakaambia Yesu kwamba aachilie makutano waende wakachafuta chakula. Lakini Yesu akawaambia, mko na nini? Kamjibu, hatuna chochote. Lakini kuna kijana pale ako na mkate 5 na samaki 2. Akamwambia, leta. Enda mwambie tu wazime. Na wakati alipewa, Yesu akaijumulisha watu wanaume 5,000 wakakula kwa kupitia samaki 5 na mikate 5 na samaki 2. Amen. Yaani Yesu akiguza tu imani yako tu kidogo. Hiyo imani yako nakwambia, ukiwa na imani kidogo, hiyo imani inaweza ng'oa milima. Muachilie tu Mungu. Patia hiyo imani, iweke kwa neno lake. Imani hiyo ataijumulisha na itakuwa imani kuu. Now, tunapoangalia siku ya leo, jambo lingine nataka tuangalie ya kwamba uko mahali hapa unasikiza, labda wewe ni mgonjwa, una mashaka, wewe ni mwenye dhambi,
Yesu anasema wakati Yesu anafanya namna hiyo na mambo mengi ambayo alipokuwa anayafanya, unaona alienda anaponya, nakuta maponya watu, amevuvua watu, wengine wanakuja na maswali. Sasa kama alivuvua yule mtoto wa Jairo, akavuvua Lazaro, nani mwingine alivuvua? Yesu akavuvua Lazaro. Na kuvua watu mwingine, mtoto wa Jairo, nani mwingine? Kama Yesu alifanya namna hiyo, lakini anasema ya kwamba kama aliweza kufanya hivyo, si angeenda huko mochari afufue watu au afufue watu wote ambao wamekufa huko. Unakuta aliponya watu ambao wako na kichaa, anaponya watu wako na leprosy, anaponya watu ambao wako na magonjwa mbalimbali, anafukuza mapepo yanaondoka. Unauliza kwa nini ameponya hawa watu? Si angeponya watu wengi. Lakini nataka kukuambia kwamba alisema ya kwamba hangeweza kufanya jambo lolote mpaka Baba amuonyeshe. Kwa hivyo hakufanya akifikiria. Lakini chochote ambacho Baba anachomuonyesha ndicho anachofanya. Amen. Na ndiposa alipokuwa anakutana na watu, unakuta huyu ameponywa, huyu hajaponywa. Unakuta huyo mwanamke anakuja akiwa mgonjwa hiyo miaka yote, miaka 12 amekuwa na huo ugonjwa wa kutoka damu. Anakuja anaguza Yesu, anaponywa. Lakini wengine wamemzunguka na hawani tofauti yoyote. Unakuta anakuta na kuza pepo. Amen. Na wengine hawaoni. Unakuta kama yeye tumesoma, anakutana na Simeoni baada ya kumwazima ile chombo, na anamwapia enda gue. Pale katika ziwani kulikuwa na wavuvi wengi, lakini hangeweza. Si angeenda waipe hawa wavuvi wote ambao walikuwa pale kando ya bahari ama pale ziwani, na pia wote wavue, lakini hakufanya namna hiyo. Maana chochote alipokuwa anafanya, alisema ya kwamba sifani jambo lolote ila tu lile Baba anionyesharo. And now Christian, and you know maybe wale ambao si wa Kristo na wale wa Kristo, there's no power in man, never was and never will be, to heal the sick. Hakujai kuwa na nguvu ndani ya mwanadamu, na hakujai kuwa na hakutawahi kuwa na mtu ambaye ako na nguvu ya kuponya. Unaona? It all comes from God. Yote inatoka kwa Mungu. No other man has anything in them to save or forgive. Hakuna mtu yeyote ambaye yako nayo ya kuokoa na kusamehe ama kuponya. Hakuna mweyote, hakujai kuwa na hakutai kuwa mwanadamu yoyote ako na huyo anaweza kuponya, kwa sababu mponyaji ni Mungu. Mungu mwenyewe ndiye anayeponya. Now, sin is the cause of sickness. Na tunaona ya kwamba dhambi ndio
inasababisha magonjwa. Unaona? Now, sickness all comes from sin. Na unaona magonjwa inatokana na dhambi. It is attributes of sin. Ni matokeo ya dhambi. Before we had any sickness, we had no sin. Na kabla hatujakuwa na magonjwa yote, hatukuwa na dhambi. Sin followed sickness. Kwa sababu dhambi ilifuata magonjwa. So therefore, if you deal with sin, you are about to deal with its attributes. Sasa kama una pambana na dhambi, lazima pambane mpaka na matunda yake. Unaona? Now, the head of sickness and death. Tunaona ya kwamba kichwa cha magonjwa na kifo is sin, ni dhambi. So, kama tunataka kupambana na magonjwa na kifo. Kama unataka kuepukana na magonjwa na kuepukana na kifo, kitu ambacho unastahili kupambana nacho ni dhambi. Dhambi ndio huwa inaleta kifo. Dhambi ndio inaleta magonjwa. Unaona? Dhambi inaleta magonjwa, magonjwa inaleta kifo. Kifo inaletwa na magonjwa na dhambi. Sasa kama unataka kuondoa ama kumaliza kiini cha dhambi ama kiini cha magonjwa ama kiini cha kifo, pambana na dhambi. Because man didn't have to die, didn't have to be sick. Maana mwanadamu hakuumbwa awe anakufa. Mwanadamu hakuumbwa awe anakufa. Hakuumbwa awe na magonjwa. Everything comes after the fall. Kwa sababu kila kitu kilitokana na kuanguka. Pale mwanzo hatukuwa tuwe na tunagojeka. Hatukuwa tuwe tunakufa. Magonjwa na kifo na huzuni na dhiki yote ililetwa, ama haya yote ilitokana ama ilikuja baada ya kuanguka kwa mwanadamu. Hatukuwa tuwe tunakufa. Hatukuwa tuwe tunagojeka. Maana Adamu na Hawa, hakuna mahali tunasoma ati siku moja wakawa wagonjwa. Waliumbwa wakiwa watu ambao hawagojeki. Lakini baada ya dhambi kuingia duniani, kuanguka kwa mwanadamu, hapo ndipo ambapo magonjwa na kifo kiliingilia. Amen. Na sasa tunataka turejeshwe kabla ya kuanguka kwa mwanadamu. Amen. Mahali ambapo tunarejeshwa ni kabla ya kuanguka kwa mwanadamu. Mahali ambapo hakukuwa na magonjwa, mahali ambapo hakukuwa na kifo, mahali ambapo hakukuwa na huzuni, hakukuwa na uchungu. Amen. Na ili turejeshwe hapo, tunastahili kupambana na kile ambacho kilitufanya tutoke mahali pale, ambacho ni dhambi. Kiini ama kichwa cha haya mambo yote ni dhambi. Na je, dhambi ni nini? Tuliona ya kwamba dhambi ni kutokuamini. Kwa hivyo kama tunataka kurejea mahali pale, tunadili na kutokuamini. Amen. Shaka yote, kutokuamini, tunapambana nako. Kwa sababu Jesus Christ, the Son of God, when he came to the earth, maana Yesu Kristo mwana wa Mungu, wakati alipokuja hapa duniani, he came to rid sin and sickness. Alikuja Jesus Christ, the Son of God, when he came to the earth, Yesu Kristo mwana wa Mungu, wakati alipokuja hapa duniani, he came to rid sin and sickness, divorce it, put it away forever from his people. Alikuja kuondoa dhambi, magonjwa, aiondoe, aibe talaka, aiondoe kabisa
kutokana kwa watu wake. Amen. Unaona? Hiyo ndiyo sababu ilimbidi Yesu aje mahali hapa duniani ili aturejeshe, kuturejeza katika asili yetu, kama vile tulivyokuwa pale mwanzo, mahali ambapo hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na kifo, hakukuwa na huzuni. Amen. Kabla ya kuanguka kwa mwanadamu. Na tumeona ya kwamba magonjwa na kifo inaletwa na dhambi. Na dhambi iliingia wakati mwanadamu alipoanguka. Na ili turejee mahali ambapo tulipokuwa kabla ya kuanguka mwanadamu, ilimbidi Yesu Kristo mwana wa Mungu, ilimbidi aje ili aweze kuondoa. Kwa maana tumeona ya kwamba hakuna mwingine angeweza kuondoa dhambi, angeweza kuondoa magonjwa, angeweza kuondoa kifo, ila mmoja tu. Na ili turejee mahali petu katika asili yetu, ndipo Kristo anakuja ili aondoe hiyo. Ndipo tunamwona alichukua ile dhambi ambayo shetani alikuwa ametubebesha. Kristo anakuja anaichukua, anaibeba mwenyewe. Magonjwa ambayo tulikuwa tumewekwa ndani ya miili yetu na shetani, katika kitabu cha Isaia inasema ya kwamba kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Amen. Unaona? Sio kwa vile umekuwa mzuri, sio kwa vile wewe ni mwema, lakini kwa mapigo yake tuliponywa. Ikambidi kuja ili aondoe dhambi, akaibeba yote na magonjwa yote, akaichukua, akaenda, akaimrudishia shetani mwenye alikuwa ameleta hapa duniani. Ndipo ilimbidi afe. Maana maandiko yanasema yoyote atendaye dhambi atakufa. Nafsi yote itendayo dhambi itakufa. Naye Yesu amefanya mtenda dhambi, sio kwamba ametenda dhambi, lakini mwenye haki amefanywa kuwa mwenye dhambi ili mwenye dhambi afanywe mwenye haki. Sasa Kristo akaichukua na akaipeleka. Ndipo tunamwona akipeleka msalabani. Angekuwa na uwezo wa kujitoa mahali pale. Alikuwa na uwezo wa kuondoka na asife. Lakini tunaona ya kwamba anasema ya kwamba jambo lolote nifanyalo, neno lolote nifanyalo, chochote nichafanyacho, ninafanya kile ambacho naona Baba akiniambia nifanye. Ndipo alipokuwa naenda naomba amuondoe hiki kikombe, lakini anamwambia na waache mapenzi yako yafanyike. Akaichukua, akaipeleka wapi? Akachukua dhambi, akasulubishwa msalabani. Maana tunaona ya kwamba mwenye dhambi anakufa. Sasa siku hiyo kuwa mwenye dhambi, ulikuwa unasulubishwa msalabani, unaweka msalabani. Sasa yeye alichukua dhambi zetu zote akazipeleka msalabani, akachukua, akatoka hapo. Maandiko yanasema ya kwamba alienda kuzimu. Kufanya nini? Alienda, shetani akajua sasa wewe nimekukamata. Ulikuwa unasumbua sana. Lakini this round alipokamata mtu mbaya, alikamata mmoja achezeni. Alifikiria ni kama wale wengine ambao manabii wale wengine na watumishi wa Mungu ambao wamekuwa anawakamata na anaua. Lakini this round wakati Yesu alienda pale bahari watu wamefungiwa, alienda akamrejeshea shetani dhambi zake, kamwambia dhambi zote ambazo ulikuwa umeweka ulimwenguni nimekuletea, chukua na ufungulie wale ambao umefungia huku. Na shetani kwenda kufanya na kama anaregarega, anakataa. Naambia anasema ya kwamba naye Yesu alipiga shetani teke, akamweka kwa kona. Kumweka kwa kona,
Yesu akaenda akachukua ufunguo. Amen. Wakati alichukua ufunguo wa kuzimu kwenye shetani alikuwa anafungia watu, akaenda Yesu akaenda akafungulia watu wote ambao shetani alikuwa amefungia. Akaacha dhambi yuko na makosa yote, akabeba watu wote ambao walikuwa wamefungiwa na shetani. Yesu akaenda kuwahubiria tena. Wale walikuwa wakati wa Musa, wale walikuwa wakati wa Elijah, wale wote walikuwa wakati wa manabii. Wote wapao walikuwa marana ndani ya Mungu, ya Mungu, walikuwa ndani ya muamini Mungu. Akawahubiria, kila mtu alikuwa anamuona njia yake. Kama Musa akimwona yeye anaona na huyo ndiye aliniongeza siku kichakani. Abraham akimwona anaona na huyu mwenye nilichijia yeye alikuwa anamchijia mwana kondoo. Huyu ndiye alikuwa amekuja kunitembelea. Huyu Abraham anamuona anaona huyu ndiye aliyeniahidi mtoto. Kila mtu anamuona na njia yake. Na wote wakati walipomuona, maandiko yanasema ya kwamba na watu wakatoka kaburini. Yesu alifufua watu. Wote ambao walikuwa wamewekwa kaburini. Wote ambao walikuwa wamekufa kwa ndani ya Yesu ama kwa ndani ya Mungu, wamemwamini Mungu, wakafufuka wote. Aliwatoa kwenye walikuwa wamefungiwa na shetani, maana alibeba ufunguo. Saa hii shetani hana ufunguo ya kuzimu. Ama hana shetani hana ufunguo ya kifo. Sasa hakuna mwenye anaweza kufa kabla Mungu hajakubalia. Maana nani akona kifunguo? Yesu ndiye alichukua kifunguo. Ndiye akona kifunguo. Anaweza kufungulia ukufe ama usikufe. Maana Yesu ndiye akona hiyo kifunguo. Sasa Maandiko inasema ya kwamba na kukaonekana pale Yerusalemu watu wakafufuka. Watu wote ambao walikuwa wamekufa kwa ndani ya Mungu, ya Mungu, wamwamini Mungu, wote wakafufuka. It was the first resurrection. Amen. Soma Biblia, soma Mathayo. Wakaonekana kule Yerusalemu wakitembea. Watu wanaona huyo ni Abraham, wanaona huyo ni Musa, wengine wanaona na huyo ni Elijah, hao ni akina Daudi, wanaona hao ni wote, wanaona wote watumishi wakaonekana. Amen. Akatoka na wao. Hapo ulikuwa ni ufufuo wa kwanza. Watu wote wa Old Testament, Agano la Kale, wakafufuliwa. Ambao tunaongojea wafufuliwe nao ni wote wa Agano Jipya kutoka wakati wa Yesu. Na watu ambao wamelala kwa ndani ya Kristo, wamemwamini Kristo. Wakati wa ufufuo, kuna ufufuo ambao maandiko yanasema, nasi tulio uhai hatutawatangulia ambao wamelala wakiwa ndani ya Kristo. Maana wao watafufuliwa, nasi tutabadilishwa miili, tutapatana na wao. Amen. The second resurrection. Unaona? Hapo tunaongojea. Wa Agano la Kale walifufuliwa wakati wa Yesu. Wa Agano Jipya nao wanangojea. Wote ambao wamelala wakiwa ndani ya Kristo wanangojea katika hiyo sikukuu ya ufufuo. Hapo ni sikukuu, siku ya unyakuzi. Amen. Now, tumeona ya kwamba Yesu alikuja kuondoa dhambi na magonjwa, kuiondoa ndani ya watu wake. And now, we see in the Bible that Jesus Christ, the Son of God, when he came to the earth, he came to rid sin and sickness, divorce it, put it away forever from his people. Tunaona ya kwamba katika Biblia ya kwamba Yesu Kristo, mwana wa Mungu, wakati alipokuja hapa duniani, alikuja kuondoa dhambi na magonjwa, aipe talaka, aiondoe umilele badala ya kutokana na watu wake. And claimed that he would return again. Na akasema ya kwamba atarejea tena, atarudi tena. But in his absence, that he gave his church the same authority that he had.
ya kwamba lakini wakati hayupo alipeana mamlaka, akapatia kanisa mamlaka kama ambayo aliyokuwa nayo. Now, Jesus didn't go around healing people because he wanted to. Unaona? If you will notice that what authority he had, ukitazama wale mamlaka ambayo alikuwa nayo, mamlaka ambayo Yesu alikuwa nayo, hakuwa anaenda kila mahali akiponya watu bila anataka. He only healed them as God would let him heal them. Alikuwa na waponya vile tu Mungu alipokuwa anamkubali kuwaponya. We notice his ministry. Hebu tutazame kidogo katika huduma yake. Katika huduma ya Yesu. Now, if we can find out what kind of a ministry Jesus Christ had himself, then we can find out whether he is the same yesterday, today and forever. Sasa, kama tunaweza pata tujue huduma ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo yeye mwenyewe, tunaweza kujua ya kwamba kama yeye ni yule jana, leo na hata milele. Now, ujue ya kwamba Jesus raised from the dead. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Yeye hayuko kwa wafu tena. He is not dead. Yeye hajafa. He is alive. Yeye yuko hai. Just as alive as he ever was and ever will evermore be alive. Na yeye yuko hai kama vile amekuwa uhai na ataishi kuwa uhai. He is not dead. Yeye hajafa. Maana alifufuka na akafufuka na nini? Na wale ambao walikuwa wamekufa kwa ndani ya Kristo. Walikuwa ndani ya Mungu na wamemwamini Mungu. Sasa yeye yuko uhai. Yeye hajafa. Unaona? Yeye yuko uhai. But God raised him up on the third day for our justification. Mungu alimfufua siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. As we look and see the empty tomb, we realize that we are freely justified in the sight of God. Na tunapoangalia tunaona kaburi ambalo liko wazi, tunagundua ya kwamba sisi tumehesabiwa haki mbele ya macho pa Mungu. And God has been well pleased with the price that was paid on the death of his son at Calvary. Na tunaona ya kwamba Mungu amefurahishwa na gharama ambayo ilipwa pale msalabani, ama gharama iliyolipwa ya kifo pale msalabani, ama pale ililipwa na mwanae pale Calvary. Amen. Now, Hebrews 13:8 says that he is the same yesterday, today and forever. Waebrania 13:8 inasema ya kwamba yeye yule jana, leo na hata milele. Now, what is ministry? Just a little. Wacha tuangalie huduma yake kwa kidogo. Tunapokaribia kumalizia. He didn't go around saying, all right, you crippled, you get up, you blind, and let's see this dead man. Hakuenda kila mahali akisema, wewe bwana ni kiwete, amuka ende, anza kutembea, wewe hapo ni kipofu, anza kuona, mimi nitafufua huyu mtu. Hakuenda akifanya namna hiyo. Uone tofauti ya ujumbe wa huduma ya Yesu ilivyokuwa. Yeye hakwenda akijigamba, mimi niko na uwezo wa kufufua, mimi niko na uwezo wa kuponya. Hapana. Hata kwingine anapatina na watu ambao wamegojeka, anapatana na watu ambao wamekufa, lakini hana shughuli. He raised 3 dead people according to the scripture in his other ministry. Here while he was on earth. Just 3 as confirmation. Unaona? Yeye alifufua watu watatu.
Kulingana na maandiko hapa duniani, katika huduma yake Yesu alifufua watu watatu hapa duniani. Hapo ni tatu ya kudhibitisha. Amen. In the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. Ya kwamba katika kinywa cha watu wawili ama watatu, wacha hiyo ushahidi udhibitishwe. Really only. Unaona? Many people died during his ministry. Watu wengi walikufa katika huduma ya Yesu. Watu walikufa. But he only raised the three, as the Bible records. Lakini tunaona ya kwamba yeye alifufua watatu. Kulingana na Biblia, kulingana na Biblia. But what kind of a ministry did he have then? Lakini sasa alikuwa na huduma ya aina gani sasa wakati huo? Watch him in the beginning of his ministry. Mtazame katika mwanzo wa huduma yake, which will based on this ambao tunaangalia mwanzo wa huduma yake. When he was first begin his ministry, became popular. Wakati alipoanza huduma yake, akawa mtu anayejulikana. Why? Kwa nini? A man by the name of Philip got saved. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Filipo akaokolewa. And he went and found his friend Nathaniel and brought Nathanael to him. Na akaenda akamleta Nathaniel. Na akaleta Nathaniel kwake. And when Jesus started preaching and praying for the sick, whatever it was, Nathaniel may have been in a prayer line. Na wakati alipokuwa anafundisha, hakuwa amesimama pale akifundisha na akiombea wagonjwa, labda Nathaniel alikuwa pale kwa laini ya maombi. He might have been studying there in the audience, wherever it was. Labda alikuwa amesimama katika pale kwa waliokuwa wamehudhuria pale. When Jesus looked at him, he said, wakati Yesu alipomwangalia na akasema, behold, an Israel in whom there is no God. Tazama, Israeli ndani yake hakuna kinyongo. And he said, naye akasema, whence knowest thou me, Rabbi? Akamuuliza, ulinijua aje? Ulinijua lini? Mwalimu, ulinijua nini? Na njia nyingine, na maneno mengine angesema, there is a Christian believer, an honest true person. Kuna Mkristo mwaminio ambaye ni mwaminifu, mtu mwaminifu. Well, he said, akasema, how did you know me? Sasa ulinijuaje? He said, akasema, behold, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Kamwambia, kabla Filipo akuita wakati ulipokuwa chini ya mti, mimi nilikuona. Is that true? Sio ni kweli? That's the Bible. Hiyo ni Biblia. Amen. Now, that was the ministry of Jesus. Alivyokuwa anafanya na huduma yake. Now, see, God does not heal upon your desire. Mungu akuponyi kulingana na tamaa zako. He heals upon the basis of your faith. Anakuponya kulingana na imani yako. That's right, you know. So, when they questioned Jesus about it, wakati alimuuliza Yesu kuhusu hayo, listen what he said. Now, St. John 5:19. Hebu sikiza kile Yesu alipojibu wakati alipokuwa wanamuuliza kuhusiana na huduma yake. Wakati walipokuwa wanamuuliza na maswali mengi kuhusiana na huduma yake, sikiza venye alivyojibu katika kitabu cha Yohana 5:19. Alijibu aje? Now listen. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. For what things soever he doth, this also doth the Son likewise. Amen. Nasikia? Baada ya kuulizwa, kwa nini unafanya haya mambo? Unafanya kwa ruhusa ya nani? Ama unapotoa wapi hizo nguvu? Kwa nini unafanya hiyo huduma yako na iendesha namna gani wewe?
Si huduma yako, si ukienda unahubiria watu huko, unaenda mpaka huko hospitalini huko, unaenda unawaponya huko mamochari, unaenda unahubiria, unawaponya, wanafufuka, unawafufua. Si ungefanya namna hiyo. Lakini yeye alifanya namna gani? Alipoulizwa swali, alisema namna gani? Mstari wa 19. Yohana 5 mstari wa 19. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuonaye Baba analitenda. Basi Yesu akajibu, akawaambia, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amuonaye Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Amen. Unaona? See? Otherwise, Jesus with his own word said, na njia nyingine Yesu kwa maneno yake anasema, I don't do one thing within myself, but I watch. Sifanyi chochote mimi mwenyewe, lakini natazama, and what the Father shows me, I go do it. Na kila ambacho Baba ananionyesha, ninaenda ninafanya. Na hiyo ndio huduma ya Yesu. Na kama wewe ni mtumishi wa Yesu, hawezi fanya jambo lolote mpaka uone Mungu analokuonyesha. Huwa tunatenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Yale unaona Baba akifanya, hiyo ndio unayofanya. Unakuta ya kwamba kuna watu unaweza penda sana kuombea na unaona wanastahili kuombewa, lakini Baba anakukataza. Anakuambia Bwana, hapana, hawa hastahili kuombewa. Kwa nini? Labda wao wanawagoja, wako na shida, hawastahili kuombewa. Unaambia sasa nitafanya aje Baba? Hapana. Shida yao sio kuombewa. Kenye wanastahili ni waende warekebishe dhambi zao, warekebishe makosa yao. Baada ya kurekebisha, hiyo shida yao itaisha. Unaona? Hiyo ndio sababu hatuwezi kukimbilia kufanya mambo yote unayofikiria. Inakubidi ujue kiini cha ugonjwa. Labda wewe ni mgonjwa. Kwanza jua kiini cha ugonjwa. Ugonjwa unatoka wapi? Ni nini kinaleta ugonjwa? Ili ukaweza kuponya hiyo ugonjwa, jua kiini cha ugonjwa. Ni nini kinachosababisha? Amen. Hiyo shida yako, kiini cha hiyo ni nini? Ili tuweze kusaidia. Amen. Unaona? Ukijua kiini, sasa hata ukiombea mtu, unajua kwamba ametubu dhambi zake, amerekebisha makosa yake. Sasa itakuwa kazi rahisi sana. Unakuta mwingine hata anaponya hata kabla haombewe, akirekebisha hiyo. Nakuta nakwambia, unajua sasa pastor, mimi nilikuwa mgonjwa sana, na wakati nilipofanya venye ulivyoniambia, mimi hata sijui imeenda namna gani, hata sielewi. Nakuta tu mimi nimekuwa salama. Mimi nimeponya. Kwa nini? Tumejua kiini cha dhambi. Haya matatizo. Ukijua kiini cha matatizo. Ukijua kiini cha matatizo, sasa hapo unaweza kuponya. Unakuta mwingine ni kiwete. Kabla hajaopewa apone, inakubidi Mungu anakuonyesha. Na Mungu akikuonyesha huyu atapona. Ama huyu, kama wengine walikuja wakauliza Yesu, sasa huyo ni makosa ya nani imefanya awe namna hiyo? Je, ni makosa ya wazazi wao? Wazazi wake? Ama ni dhambi ametenda? Ama amefanya namna gani? Makosa iko wapi? Yesu akawaambia kwamba haya yalifanyika ili jina la Bwana litukuzwe. Unaona? Mambo mengine Mungu anaweza kuwa ameachilia kwa ajili ya kwako. Sio kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, sio kwa sababu wewe uko na makosa, lakini anataka kufanya imani yako iwe na nguvu. Ama kufanya imani yako uwe na imani kuu. Unaona? Now, wanasaidia sana. Now, a woman one time touches his garment and ran out into the crowd. Siku moja
Mwanamke akakuja akaguza nguo lake, vazi la nguo lake. Na akatoka miongoni mwa watu. Her faith was so great, he turned around and picked her out in the crowd and said, imani yake ilikuwa kubwa, alienda katika miongoni mwa watu na akaenda pale na akasema, thy faith has saved thee. Kamwambia, imani yako imekuponya. Your blood issue stops and it's all over. Damu yako kumwaga damu imesimamishwa. Just faith. Imani, kuwa na imani. Na tumeona ya kwamba dhambi ni kutokuamini. Kwa hivyo kuwa na imani, shida zako zitatatuliwa. Kuwa na imani. Wakati unachukua neno, ahadi zote ziko kwa Biblia. Ni yako wewe muaminio. Chukua hiyo ahadi, ng'ang'ana nayo, katalia na hiyo ahadi. Na useme hii ni yangu na uamini. Amen. Bwana tusaidie sana.